ikawa tunataka kuwa na chombo chetu cha habari. It was a dream, unaona, hii ni ndoto, haiwezekani. Kwanza hizo rasilimali zitapatikana wapi? Lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mkiwa na nia anafungua njia. Lakini hafungui bila zile akhdh bil asbab. Lazima. Hata Mtume sallallahu alaihi wasallam alipofanya hijra, ukiangalia utaona alifanya mikakati ya kibinadamu, kisha mingine akamwachia Mwenyezi Mungu. Mojawapo ya mikakati, hakutoka kuelekea Madina moja kwa moja, ameenda opposite direction. Katika mikakati pia ametafuta mtu wa kumuongoza. Ingekuwa ni siku hizi angetumia Google Map. Lakini kulikuwa hakuna Google Map. Ajabu ni kwamba mtu yule pia hakuwa Muislamu. Inatuonyesha unaweza kufaidika na ilmu ya mtu asiyekuwa Muislamu. Kuingia pangoni pia ni katika akhdh bil asbab. Lakini sababu hufika mwisho. Yaani kwa ufupi Sheikh, unachomaanisha ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu angemtoa tu na mfikishe Madina kama Isra wal Miraj. Lakini anamwambia khudh bil asbab. Aqiluha wa tawakkal. Mfunge ngamia. Unajua, nimeangalia hiyo hadithi, haijasema thumma, imesema wa. Aqiluha wa tawakkal. Vyote viwili sambamba. Kwa hivyo ikawa nia ipo, na tunajua Mwenyezi Mungu akitujalia tutapata, lakini zile sababu kwanza kupata hiyo nini frequency. Alhamdulillah. Ndugu yetu Khalif anajua, na wakati huo yuko kwenye opposition. Kwa sababu ya nini? Alikuwa in the cold for 5 years ya kisiasa. Katika utawala wa mwisho wa Moi, yeye alikuwa nje. Alimanuva vipi Sheikh kupata sasa ile alipokuwa katika serikali ya Moi, alikuwa naibu wa waziri wa labor na wa afya. Ofisi ya wa utalii. Unajua utalii house Nairobi, ofisi yake barabarani hapa Uhuru Highway iko tu, ukipika Uhuru kunayo hapa karibu Lake Regions hapo nyuma. Utalii house iko hapo, ofisi yake ilikuwa hapo akiwa naibu waziri. Nakumbuka ilikuwa tunavuka tu kutoka Supcam tunakwenda kumsumbua pale. Sasa yeye kwa sababu ya uzoefu wake na marafiki serikalini na nini, akapata frequency. Alhamdulillah. Sasa frequency imepatikana, vifaa viko wapi? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anajalia kila wakati kuna mtu ambaye Mwenyezi Mungu amemweka hapo mahsusi. Hii ndio kazi yako. Sheikh Shebwana, Allah yarhamuhu, Muhammad Shebwana, ambaye alikuwa ni religious affairs. Ana uhusiano mzuri na Libya kwa sababu alisomea kule, na alikuwa ni mwakilishi wa Islamic Call Society ya Muammar Gaddafi. Na yeye pia tunaomba Mwenyezi Mungu amrahamu mahali alipo Muammar Gaddafi. Naam. Nasema mgala muue na haki yake mpe. Ukienda Rwanda, Burundi saizi, markaz kubwa zaidi ya Waislamu amejenga yeye. Uganda, msikiti mkubwa zaidi, center kubwa zaidi amejenga yeye. Ukienda Chad, unajua yeye ilifika mwisho ikawa sasa anaelekea Afrika, ataka kuinua Afrika. Kwani nani alisababisha jina kubadilika kutoka OAU kuja AU? Ni yeye. Nakumbuka nimekwenda Kampala katika msikiti wa Gaddafi. Allahu Akbar, massive. Very good. Hapo ndio mufti, the grand mufti yuko pale ofisi yake. Na ni kubwa Sheikh. Kubwa. Basi nenda Burundi. Mimi huenda Burundi kwa sababu ya mambo ya Islamic finance. Markaz kubwa. Chad. The International Conference Center pale ni Gaddafi. Jamena. So uhusiano wetu sasa na Islamic Call Society kupitia kwa Muhammad Shebwana. Nakumbuka mara kadhaa tulikwenda Libya kutana na mzee mwenyewe moja kwa moja kupitia hakuna sijui upitie kwa kuna watu wake kama kuna Dr. Muhammad Sharif alikuwa ni katika wale directors wa Islamic Call Society. Ilikuwa inapitia kwake. Na vifaa vya kwanza vya Iqra yeye ndio alifadhili. Muammar Gaddafi. Sijasahau hizo meza za green, sijui kama mlizikuta meza za green. Nilizikuta. Na hizo sijui kama ni keyboard ama ni mnazitaje hizo ma computer hizo na alafu na minara hiyo. Na jengo lenyewe ilikuwa ni Bandari Plaza Westlands. Pale Westlands. Bandari Plaza. Nasikia Sheikh Muhammad Shebwana alikuwa anabebana na mizigo ya kuja kupandisha. Naam.
Sasa watafutwe sasa wataalamu. Mzee huyu ameacha juzi mtaalamu mzee mzee Geoffrey Gatugi alikuwa bado kijana. Unajua nimekuja kumuona Iqra hivi akija kutoka amezeeka maskini.